Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ya 14 mstari wa 8 hadi wa 17. Tutaruka mstari wa 25 mpaka ule wa 27. Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu, sura ya 14 mstari wa 8 hadi wa 17. Tutaruka 25 hadi ule wa 27. Injili ya Yohana Mtakatifu, sura ya 14 mstari wa 8 hadi wa 17. Tutaruka 25 mpaka wa 27. Ninawatangulia kusoma. Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba yatutosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? Hayo maneno niwaambiayo mimi siyasemi kwa shauri langu, lakini Baba akaye ndani yangu huzifanya kazi zake. Mnisadiki ya kwamba mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu? La, hamsadiki hivyo, sadikini kwa sababu ya kazi zenyewe. Amini amini nawaambieni, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizi atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. Nanyi mkiomba lolote kwa jina langu, hilo nitalifanya, ili Baba atukuzwe ndani ya Mwana. Mkiniomba neno lolote kwa jina langu, nitalifanya. Mkinipenda, mtazishika amri zangu, nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea, kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu, naye atakuwa ndani yenu. 25. Hayo ndio niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Amani na wacheni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Haleluya! Mwana-Kondoo ameshinda. Katika maisha ya Ukristo tunapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu ili tuweze kupata yaliyo mapenzi ya Mungu. Katika maisha ya Ukristo tunapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu ili tuweze kupata yaliyo mapenzi ya Mungu. Leo kumbuka, ni siku ya Pentekoste. Nimesema asubuhi ni siku ya Pentekoste ambayo tunaadhimisha ya kushukiwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kwa mitume ambao walikuwa Yerusalemu wanamsubiria Kristo. Ni ahadi ambayo Yesu aliachia. Tunaposoma kwenye Injili ya Yohana kama tulivyosoma, Yesu anamwambia msitoke mpaka mtakapopokea nguvu, ambapo mtapokea Roho yule wa kweli, ambaye atawafundisha kweli, atawafundisha namna ya kutembea. Na Pentekoste ni tukio lililotokea ni siku 10 baada ya kupaa kwa Yesu Kristo. Ni siku 10 baada ya kupaa kwa Yesu Kristo. Tulikuwa tunaadhimisha kupaa kwa Yesu Kristo Alhamisi iliyopita, ya wiki iliyopita. Achana na wiki hii ambayo tunaimaliza. Ndio tulikuwa tunaadhimisha kupaa kwa Yesu Kristo. Hivyo leo nimesema tunavaa vazi jekundu. Wakati mwingine kwa mwakani wote kama na nyekundu na vaa nyekundu, kuzilisha moto wa Roho Mtakatifu au uwepo wa Roho Mtakatifu. Pentekoste ni neno la Kigiriki lenye maana ya siku 50 baada ya Pasaka. Pentekoste ni neno la Kigiriki lenye maana ya 50 baada ya Pasaka. Hivyo Wayahudi walikuwa wanasherehekea siku hiyo ya 50 baada ya Pasaka.
na waliagizwa na Bwana wafanye hivi, lakini walikuwa hawaiti Pasaka, Pentekoste kama sisi tunavyoita. Wao waliita sikukuu ya majuma, sikukuu ya majuma.